namna nyepesi ya kumpenda Mungu ni kuwapenda watu. Kipimo cha mtu kumpenda Mungu hakipo kwa Mungu, ila kipo kwa mtu kumpenda ndugu yake. Na Biblia inapoandika kwa habari ya ndugu, haimaanishi blood brother au blood sister. Na ndio maana kuna yule mtu aliwahi kuuliza kwamba amri iliyokuu ni ipi? Yesu akamjibu akamwambia, mpende jirani yako kama nafsi yako. Akauliza, na jirani yangu ni nani? Yesu anatuonyesha jirani sio jirani, ila jirani ni mtu anayehitaji upendo, msaada wako. Jirani anaweza kuwa ni huyo uliyekaa naye kwenye kiti ambaye humjui jina na sio rafiki yako. How you treat that person inaanza kuonyesha ni jinsi gani umefunuliwa juu ya upendo wa Mungu. Kwa sababu hapa tu ni rahisi kujifichia kwamba mimi nampenda Mungu, mimi Mungu anajua moyo wangu, mimi hata nyewe msiponielewa. No. Hivi unafikiri kwa nini Mungu kila nikisimama kwenye madhabahu ananipa neno lako? Because I love you. Na sikupendi kwa sababu uko perfect. Ninakupenda kwa sababu nimechagua kukupenda. Upendo sio feeling. Upendo ni uchaguzi. Kuna kiumbe uliwahi kukipenda na kile kiumbe kikapotea, na ule upendo ukapotea kile kiumbe kilipopotea. So it has to tell you, yoyote unayespendi naye muda utampenda. Kwa hiyo kama hiyo inawezekana, you may choose to love. Na anasema hivi, mtu akisema anampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake, mtu wa karibu yake, ni muongo. Sasa kuna tofauti kati ya kumpenda mtu na kushirikiana na mtu. Biblia haijamaanisha kila unayempenda ushirikiane naye. Kwa hiyo kuna watu utawapenda, ila utawapenda kwa mbali. Kwa sababu sitaki kukurudisha kwenye yaliyokukuta. Umempenda mtu vizuri, amekudhulumu. Kwa sababu Biblia inasema nikupende, unamkopesha tena. Upendo na ushirikiano ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukampenda mtu kwa karibu na ukachagua kumpenda mtu kwa mbali. Tunaposema kumpenda mtu ni ile hali ya kutokuwa na chuki na mtu moyoni, regardless ya yeye amekufanyia nini ama amefanya nini. Yani kwamba ninaweza nikawa nisiwe na story na wewe, but I wish you well. Ninaweza nisiwe ninakubaliana na vitu unavyokubaliana, but mimi sina ugomvi na wewe. Na ndio kitu Roho Mtakatifu alichonifundisha. Kuna wakati tunaweza tukatofautiana kimitazamo na watu, namna ya kufanya vitu, namna ya kutafsiri mambo, lakini kutofautiana kwetu hakusababishi mimi niwe adui yake. Hapana, mimi sio adui yako tu, sikubali unachokubaliana nacho, lakini mimi sio adui yako. Na tukielewa tafsiri hii ya upendo, ndio hata utulivu utatokea kwenye maeneo mengi ya maisha yetu, kwa sababu si lazima kila ambaye haukubaliani naye awe adui yako, si lazima.